Nataka tuende kwa kipindi cha maana kuombea hao watoto. Wale wa Masawati, hiyo kipindi kiko, msichoke na hiyo paasha. Kama hata uliweka 100 asubuhi, ongeza saa iwe 200 kwa sababu umekaa nayo sana. Bwana Yesu asifiwe. Karibu sana kapteni wetu katika nafasi hiyo. Kwa wale ambao wananiona kwa mara ya kwanza, naitwa Captain Beatrice Kidinga. Nikiwa pamoja na Meja Elvis Kidinga, tunasimamia kanisa la Jeshi la Wokovu Kakunga Citadel. Na tunashukuru tukihesabu baraka kama hizi. Na kabla tuombe, kabidi tusikie neno la Mungu linasema nini. Najua ni mengi ambayo tumesikia mchana wa leo ambayo ni mazuri. Na najua kwa hayo yote vijana hawa ni nafasi nzuri ya kujengeka. Kitabu cha Yoshua 5. Yoshua 5. Nitasoma kuanzia mstari wa 2. Wakati huo Bwana akamwambia Yoshua, haya, nifanyie visu vya mawe ya gumegume paralozi. Na sababu ya Yoshua kutahiri ni hii: watu wote waliotoka Misri waliokuwa waume, hao watu waume wote waendao vitani walikufa katika bara njiani baada ya wao kutoka Misri. Kwa kuwa watu wote waliotoka walikuwa wamekwisha tahiriwa, lakini watu wote waliozaliwa katika bara njiani walipokwisha kutoka Misri, hao hawakutahiriwa. Mungu bariki andiko. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tazama twaja mbele zako tukikushukuru. Wewe ni mwingi wa rehema, na umbali huu Jehova ni mkono wako. Na umepata kuwabariki familia hii. Asante kwa watoto walio mbele yetu. Bwana, hata wametupa nafasi ya kusikia neno lako. Tunaomba Roho Mtakatifu akatufundishe na kutujulisha mapenzi yako. Na ni katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Na inakuwa ni time Mungu anaambia Yoshua watahiri tena. Hakumaanisha ati walikuwa wametahiriwa alafu watahiri tena. They were a new generation ambayo ilihitaji tena ku make a new commitment ya kuishi maisha ya kumtukuza Mungu. Na ninajiuliza kwa nini wale wengine ndio walikuwa wametahiriwa lakini wakakufa jangwani? Asante. Kwa nini walikufa kule jangwani? Watoto hawa mmewaambia mambo mazuri ya kwamba wanahitaji kuishi katika kutii. Hiyo ndio ishara moja ya kutahiri.
Kwa Kiswahili wanaliita govi, the foreskin. It was a sign of commitment. Yaani wataishi maisha ambayo ni ya kumtukuza Mungu. Bwana asifiwe sana. Amen. Na ni ajabu ni kwamba kuna watu wanaume wazuri ambao wametairiwa, lakini wako katika ulimwengu wamepotea. Kumaanisha jambo hili la tohara halina maana na wao. Mungu atusaidie sana. Amen. Unajua mambo ya Mungu yanaanzia kwa mwili na yanaenda kwa roho. Mambo hiyo yote mbili imeshikana. You cannot separate the spirit kwa sababu inakaa ndani ya mwili. Ndio maana tohara hii inakuwa sign ambayo inaanza kwa mwili lakini inaenda katika kiroho. Mungu atusaidie sana. Amen. Ili tusiingie sana kwa mwili tukasahau ya kiroho. Tukitoka kwa mwili tukienda kiroho, tutajua ya kwamba katika tohara ya mwili tunahitaji kuingia katika tohara ya kiroho ambayo ni toba, ambayo ni kuacha dhambi, ambayo ni kuachana na mambo yasiyofaa mbele za Mungu. Naona ni mengi ambayo tumeongelesha vijana hawa. Imagine if they were 80 days, I don't know what you could have told them. But I thank God pale ambapo nimesoma. Bwana asifiwe sana. Amen. Na hawakupendeza Mungu. Na ikawa ya kwamba hawataona Kanaani kwa sababu ya kichwa ngumu yao. Kwa sababu ya kutotambua ukuu wa Mungu. Kwa sababu ya kutoona yale Mungu anataka kuwatendea na hata yale alikuwa ameshawatendea. They lost the blessing. Na kama tunaweza tailiwa alafu tuwe na kichwa tuseme hawa bado wahinda. Utapoteza baraka. Mimi nikiwa nilizaliwa kama labda walitairiwa nikiwa mdogo. So hizo sherehe mimi sikuziona. But I thank God kwa wale ambao walifundisha ndugu zangu katika tohara. Yani this opportunity is so good. Hakuna nafasi nyingine ya kufundishwa. Na hata nimeobserve wale watu ambao walitairiwa na wakakosa kupewa mafunzo. They are trouble for society. Kwa sababu hao ndio hawawezi amka waone kuna takataka hapa wakafanya nini? Ndio baba wale na huku wajibika ta. Halimukoye koti nguo kwa hasi bahenza huko. Wanaangalia tu. Mama ana pa kuanika nini? Lakini wanaangalia tu, hawajui la kufanya na wametairiwa. Nikiwa nina grow. Ndugu yangu yule mdogo kabisa nikiwa class 1 yeye alipata class 7. Yeye alinifundisha usafi. Yeye alinifundisha usafi. Kama kulikuwa na wanaume kwa hilo kundi ambalo tayari walikuwa na miaka 80. Ukiongeza 40 linafika ngapi? 120. Na kuna wengine na wengine. Ikawa in the 40 years kuna kizazi ambacho kiliisha. Na ikawa kwa hiyo muda kuna wale ambao walizaliwa. Na inafika wakati ambao tuseme wale ambao kikundi ambalo Joshua alikuwa nalo, wale ambao walikuwa wametairiwa ni Joshua na Caleb. Na kama kulikuwa na wengine kama akina Harold, basi ni wachache ndio walikuwa wametairiwa. Na je, nilikuwa najiuliza swali. Nikiendelea kusoma Biblia, kuna kipengele kingine kinasema ya kwamba watoto wa kiume hawa tena walitairiwa wakiwa na siku 8. 8 days. Wote wametoka tumeona mtoto wa 8 days. Ndio. Nini nataka kusema?
Ndiyo tumechukua tohara hii kuwa napenda jinsi vile tumeichukulia, lakini tukirudi katika maandiko, it was a sign ya covenant kati ya Mungu na Israeli. They were eating manna. Time is coming, they needed to work ndiposa wapate chakula, kwa sababu walipofika Kanaani ilikuwa ni kugawiwa mashamba wafanye kazi. Chakula Mungu atusaidie sana. Hizi ni mingi. Mkono wa Mungu umenibeba, haijawa rahisi kufika hapa. Ni mkono wa Mungu umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba, ni mkono wa Mungu umenibeba. Ningependa tukiwa mahali pale, kabla tuombe pamoja, kila mmoja. Wewe ni Mungu uliye mwema. Ikakupendeza Bwana watoto hawa ukawafanya vipawa kwa ajili ya jamii hii. Na siku ya leo Jehova, wametembea katika komandi ambayo ulipeana ya kwamba wakapate kutahiriwa. Bwana, tunachukua jambo hili tukikushukuru, maana ni ishara ya kwamba watoto hawa ni wateule pamoja na Abrahamu. Bwana, asante kwa afya zao. Kwa muda ambao wamekuwa wakiwa na maumivu katika miili yao, umewaponya. Asante kwa afya njema. Ninakushukuru kwa wale ambao wamewashughulikia. Jehova, enda ukawabariki. Watoto hawa ndio wanaanza maisha mapya, lakini wacha yakawe maisha mapya ambayo ni ya kukutii. Yawe maisha mapya ambayo ni ya kukuishia wewe. Yawe maisha mapya ambayo yatakuwa ni baraka kwa ajili ya familia hii, kwa ajili ya village hii, kwa ajili ya society, kwa ajili ya nchi ya Kenya, na hata kwa ajili ya ulimwengu. Bwana, ukawatende mema. Wawezeshe Jehova, waongoze, wawezeshe kutembea katika mwanga wako. Tunakuja kinyume na mwovu shetani, na ndio wakati huu ndio ataenda kutumia kuwapa mafunzo yasiyofaa na vishawishi vibaya. Tunamkataa na kumkemea katika jina la Yesu Kristo. Shetani apate kushinda. Mungu wa majeshi, tunawakabidhi wana hawa mikononi mwako. Roho wako Mtakatifu awe mwalimu kwa ajili yao. Asante Bwana. Pokea sifa na utukufu. Nakiri damu yako, damu ambayo inanena mambo mazuri kuliko damu ya Abeli. Hiyo tunakiri juu ya maisha yao. Na ni asante, maana Bwana utawahifadhi na kuwakinga na ila za mwovu shetani. Asante kwa wazazi. Asante kwa ajili ya grandparents. Asante Jehova kwa ajili ya ndugu na dada. Asante kwa ajili ya kanisa. Bwana, kwa umoja tunanena baraka kwa watoto hao. Ukawatende mema. Najua kuna hata marafiki na majirani mahali hapa. Mungu wa majeshi, ukawabariki hata wanaposhuhudia jambo hili. Uinuliwe Mtakatifu. Asante kwa masomo yao. Tunakiri ya kwamba utawafanya vichwa. Maana hii ndio ahadi kwa ajili ya wana wa Israeli. Utawafanya vichwa wala sio mkia wanapotembea katika utii. Asante Bwana. Unastahili kuabudiwa. Tumeuliza haya tukiamini katika jina la Yesu Kristo. Amen. Asante. Amen. God bless you.
Mungu awabariki sana. Amen. Wainue na kuwapa nguvu. Amen. Muwe wa baraka. Yes. Yes, sana. Mungu awabariki. Amen. God bless you. Amen. Yekuko kwetu ngezomoja hapo sana. Ulira baba ulira. Ulira baba ulira. Nenyanga myandu janje. Oleresha nenyanga. Ulira mwana ulira. Ulira mwana ulira. Musiru mwana mutoro. Chunyala kunyola myandu. Ulira baba ulira. Ulira baba ulira. Nenyanga myandu janje. Oleresha nenyanga. Abwami hii bana beru bana banje n'abarende mulangi hano mukubushikira mwana uyu nenya musenere kwayaha birenje bire baka kumulimo ho. Ulira baba ulira. Ulira baba ulira. Nenyanga myandu janje. Oleresha nenyanga. Ulira mwana ulira. Ulira mwana ulira. Musiru mwana mutoro. Chunyala kunyola myandu. Ulira baba ulira. Ulira baba ulira. Nenyanga myandu janje. Oleresha nenyanga. Abwami hii bana beru bana banje n'abarende mulangi hano mukubushikira mwana uyu nenya musenere kwayaha birenje bire baka kumulimo ho awumbuyi shisheni muri mibirenje biri byashe nenyukuka nakota nyata muri manyikuwa sana na mwana weruwe mberi shigonzi nani mbete no muri mikwanje makandu wibirire mu misale kiriya hekyo kimipopa yekyo nikyanje kutuka nyole ingombe ya mutimo hana beri bakwerwano kwamba mutiyanje.